God is good, and all the time. I'll be reading Eunice Kimeria's tribute, My Dearest Sister, Lucy. I call you my sister because you are always more than a friend to me. I find it hard to summarize the chapters of life we had together. After we met, you quickly named me Uni. In my book called Life, I don't think there's a chapter that you don't feature. You were always there, various functions, our kikaos, calls every day. You had the greatest skill of putting people together. I remember when Brandon started racing and he wanted to progress to championships. My family and I were quickly incorporated. You titled me marketing manager, and champers were always diarized. You always reminded me in advance. The only one I missed was Meru this year. The drama, I never had the end of it. We had started planning your birthday this year, and you had wanted it to be in Kisumu. I'm at loss because who will do life with me? Who will be my mirror? They say grief eventually fades, but those sayings are of little comfort when you are living through sad days. But guess what? All our great memories keep me strong and going. God knows I wasn't ready or even prepared to say goodbye to you. With so many questions and no answers, I take heart, my dear, knowing that you had a great life, your family meant the world to you, and were at the center of everything you did. Our life of the party and stylishing late, saying, Bora nimefika. Rest easy, Lucy. Everyone remembers how you touched their lives by being you. Now, as you start your new chapter, may you rest now. You gave your all to life. Your memory is my keepsake, with which I will never part. God has you in his keeping. We have you well carved in our hearts. Love always, Eunice Kimeria. Thank you. Thank you. So let me request Joe Morage to move the vote of thanks and do some few announcements. Before I speak, there was a tribute from Brian. He requested that a song be played. We can have 1 minute of that. Ladies and gentlemen, before I begin with the vote of thanks, I would like to acknowledge certain people who arrived after we had gotten done with the speeches. We want to acknowledge the Managing Director of ABC Bank, Mr. Shamash. Thank you very much for joining us. Mr. Shamash is a supporter of Mr. Francis Nganga Mundia and his businesses. We also want to acknowledge Mr. Guthekia, who is representing the East Africa Chamber of Commerce. We want to acknowledge the presence of Governor Kabogo. If you can stand up and wave to the people. We also want to acknowledge the presence of Senator Millicent Omanga. You can stand up and wave to the people. And any other politician who is here today who, because of how we are sat, our Honorable Deputy President Rigathi Gachagua did not acknowledge, kindly take this as an acknowledgement, all protocols observed. Before I give my vote of thanks, there was a brief message from Governor Sonko, who is representing Mr. Francis Nganga Mundia's friends, right? The governor wears very many hats, but today he is here to represent the friends of Mr. Mundia, and he is going to give us a message of encouragement. Governor Sonko, kindly. Thank you. God is good, and all the time. Santeni Deglaji, our former Deputy President, Rigiji, former governors present, leaders, wananchi nyote, hamujambo. Mimi nitaheshimu Deglaji
vile wamesema kuwa tutaheshimu familia, hatuleta siasa kwa mkutano. Na wacha nianze na familia ya Francis, rafiki yangu wa miaka mingi sana. Kwa niaba ya marafiki zako wote, kwa niaba ya familia zetu, familia za marafiki zetu, tunatakia nyinyi nyote, wewe Ng'ang'a unaongoza hii family, Brian, Brandon na wengine wote na familia, tunawatakia Mungu awapatie nguvu huu wakati mgumu ambao mnapitia. Hamuko peke yenu, hata sisi kwa sababu ya rafiki wetu Lucy amekuwa rafiki yetu pia wa karibu, familia zetu. Kwa hivyo naomba Mwenyezi Mungu aiweke roho ya dada yetu Lucy mahali pema peponi. Na ningependa kusifu Father yule alitupatia sermon ya leo, words of wisdom. Na nimekuwa nikiongea hii mambo mara mingi hata mbele ya Rigiji tukiwa Ukambani na kila mahali. Kifo cha huyu dada yetu ambaye analala hapa chini ni ishara kubwa kuwa kila mmoja wetu atakufa. Ninyi nyote mmekaa hapa mtakufa. Sisi sote ni maiti watarajiwa. Tulikuwa na mzee hayati Jomo Kenyatta, alikufa. Mzee Moi akafa. Mwai Kibaki akafa. Retired president wetu atakufa. Current president Ruto atakufa. Rigiji utakufa. Mimi nitakufa. Waititu utakufa. Kabogo utakufa. Kila mtu hapa atakufa. Hiyo ndio sermon ambayo pastor alisema sote sisi ni wapita njia kwa hii dunia. Tutamfuata dada yetu na wale wametutangulia. Kwa hivyo tunapokaa kwa hii dunia tufikirie kufanyana mambo mema, mambo mazuri. Na Father ulisema tusiongee mambo mingi kuhusu Francis, but nitaongea kwa niaba ya marafiki wale wako hapa. Francis mimi nilijuana na yeye kutoka mwaka wa 1999. Na kwa ufupi tu kidogo, nakumbuka sisi tulianza biashara na yeye mwaka wa 2001. Akiwa na showroom ndogo pale Murang'a Road. Nilikuwa nimeenda hapo Murang'a Road, opposite kulikuwa na yard inaitwa Gachagua Motors. Tuko na rafiki mmoja yetu hapa anaitwa Njau. Alikuwa manager wa pale. So wakati Mungu alinibariki nilienda pale kununua magari kadhaa. Siku inayofuata nilikuwa natafuta magari kubwa kubwa, Mercedes, Land Cruiser za hiyo wakati. So nikaenda kwa rafiki yangu Francis Ng'ang'a. Nikataka kununua Mercedes na Land Cruiser. Nilikuwa nimevaa short na slippers. Kamwambia Ng'ang'a nataka hizi magari. Ng'ang'a akaniambia wewe uko na kinyasa, enda lete baba yako. Ama yule amekutuma, hatutaki ubroka hapa. Tukavurugana kidogo nikaenda Buruburu. Jioni Njao akakuja kauliza Ng'ang'a, yule jamaa naona mmevurugana alikuwa anataka nini? Ananiambia huyo ako na slippers, Conman huyo anataka kununua magari zangu. Nikamwambia enda leta baba yake. Njao akamwambia hapana, huyo ndio Sonko wa Buruburu. Ng'ang'a akasema Sonko wa Buruburu. So Ng'ang'a akakuja usiku nyumbani kwangu akaniambia pole, chukua hizi magari, wewe utakuja kulipa kesho. So kesho nikafuata Ng'ang'a, tukakuwa marafiki, akaniuzia magari, urafiki wetu ukaanzia hapo. After miaka mingi nakumbuka wakati mmoja former late president Daniel Arap Moi akapata accident pale junction ya Machakos. Akaroll na Range Rover. So ile Range Rover baada ilipotengenezwa Ng'ang'a akapewa iuze. Akanitia, niko na gari ya Moi hapa, unaitaka? Nikamwambia yes. Nilikuwa na chapa mbaya sana. Nikaenda Ng'ang'a akaniuzia Range Rover ya Moi, nikanunua. Akanipeleka kwa huyu rais wetu wa sasa,
ndio logbook ilikuwa na jina lake, kwa sababu yeye alikuwa anafanya biashara zote za Rais Moi. Tukamlipa, nikachukua gari ambayo niko nayo mpaka leo through Ng'ang'a. Kwa hivyo rafiki wetu umekuwa miaka mingi. Huyu marehemu Lucy na bibi yangu na watoto wangu walikuwa marafiki wa karibu, na hawa kina Brian. Kila holiday mama alikuwa na biashara yake pale North Coast, mkawa inaitwa Salama Beach. Walikuwa kila holiday unakulia pale. Ng'ang'a naye alikuwa South Coast, amenunua pale Shelly Beach. So we were very close, very tight na hii familia. Kwa hivyo hata sisi tumewachwa na Lucy, na ile area Lucy mahali wamenunua nyumba na Ng'ang'a Shelly Beach, Likoni constituency, amekaa na majirani wake vizuri sana. Watu msherekea utadhani yeye ni politician. Na nakumbuka wakati nilifurushwa hapa Nairobi na former president na siasa mbaya, maisha mbaya, niliambiwa wewe enda Mombasa, Nairobi hatukutaki. So nikajaribu siasa yangu Mombasa, nikaona inaingiana. Huyu Lucy huyu mnamwona amelala hapa, Mwenyezi Mungu wake roho yake malipema peponi, alinimobilizia wananchi wa Likoni, majirani zake, crowd kubwa sana, akawa anajaribu kuniombea kura. Lakini sababu ya siasa mbaya, maisha mbaya, kuregeshana chini, nilipokuwa cleared na 3 bench Mombasa nisimame kama governor, then kesho yake mbio Supreme Court wakasema hapana, tunataka kusikiza kesi yako. Kesi ya mawakili zaidi ya 14 kushinda ile Rigiji. Wakasema itasikizwa na siku moja, judgment iandikwe na siku moja. By the time tunaitwa kotini, hata submission zetu hatuja file. Rigiji alikuwa amefile zake, mimi sikuwa nimefile. Kaambiwa lazima tusikize. Kesho yake nikaambiwa Sonko nyumbani, haufai kufai. Mheshimiwa former deputy president, nimeona kiti ilikuwa imewekwa hapo, uonekane uko peke yako. Hauko peke yako, tuko pamoja. Umekuja kuendeleza na dada yetu. Wenye kuogopa, wacha waogope. Sisi hatutakukataa. Ulikuwa deputy president of the Republic of Kenya, vile ulikuwa former governor, vile watoto walikuwa former governor, tutaendelea kukupenda sababu ulifanyia nchi kazi. Lakini kwa sababu ya siasa mbaya, ulitolewa vile sisi tulitolewa. We feel you, former deputy president. Liwe liwalo, mwenye kuja kutaka kunilekelea makosa, awekelee. Sisi mheshimiwa deputy president, we are fan of cases. Tumekaa jela sana tukahitimu. Na wacha nikufundishe sheria kidogo. Kwa sababu unaambiwa hata ukishakuwa impeached hautavai. Hiyo ni uongo. Waititu watakuwa kwa ballot. Katiba ya Kenya article 103 sub article 3. Utaniruhusu further. Kwa ufupi nipatie mheshimiwa Rigiji moral. 103 inasema any public officer ama state officer ukishakuwa convicted of any offense or any decision kama ile yako ya National Assembly na Senate, hiyo ni sub article 2, kwa uwezi shikilia ofisi. But ukienda chini 103 sub article 3 inasema you shall be on the ballot because you have to exhaust all avenues of appeals or review. Kesi yako iko High Court of Kenya, bado inaendelea kusikizwa. Wakikutupa nje, bado utaenda appeal, Court of Appeal. Hiyo ni miaka ingine 3. Wakikutupa nje, bado utaenda Supreme Court. Hiyo ni miaka ingine 5. 2027 itakupata hapo. Kwa hivyo utakuwa kwa ballot, usidanganywe na mtu yote ule. Lakini usikimbie sana. Enda tu pole. Ndio tuone Mungu kama atafanya haki. Ya mwisho, sisi tunakuambia Francis Ng'ang'a,